Jana rais wa Marekani Donald Trump amekutana na kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Ilikuwa ni kikao kifupi lakini kilichokuja na matumaini mapya ya namna ya kusuluhisha mgogoro baina ya Israel na Palestina, hususan kule Gaza. Kikao hicho cha White House kimezaa pointi 20 za namna ya kumaliza vita. Donald Trump na utawala wake waliandaa pointi 20 ambazo wanaamini kama zikifuata moja baada ya nyingine, vita hii itafikia mwisho. Benjamin Netanyahu baada ya kuzisikiliza akiwa pale White House amekubaliana nazo. Sasa kilichobaki, proposal ya kumaliza vita imetumwa kwa Hamas ili nao wakae na timu yao pale Qatar wazireview na kuona kama wanakubaliana nazo ama vinginevyo. Sitotaja pointi zote 20 lakini nitataja chache ambazo naona ni muhimu zaidi. Pointi namba 1 ya kumaliza vita ni mateka wote wa Israel warudishwe ndani ya masaa 72 baada tu ya kusaini makubaliano hayo. Israel ikikubali, mateka wake wote warudishwe, wao wamekufa au wakiwa hai. Pointi namba 2 katika mpango huo, Israel iachie zaidi ya wafungwa 1900 ambao mpaka sasa wanashikiliwa na Israel katika magereza mbalimbali. Namba 3, Gaza isipewe kwa Hamas ama Fataha, lakini itengenezwe chombo kingine ambacho kitaitwa Board of Peace ambacho kitakuwa kinaongozwa na Rais Donald Trump mwenyewe. My plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace. Pointi namba 4 katika mpango huo ni kuwe na kikosi cha kimataifa cha ISF au International Stabilization Force ambacho kimsingi kitahusika kuhakikisha usalama wa eneo la Gaza. Pointi ya 5, Israeli ifanye uondoaji wa jeshi lake eneo la Gaza bila kufanya annexation ama kuoccupy lile eneo zima la Gaza. Mpango namba 6 unahusisha mpango mkubwa wa misaada ya kibinadamu, lakini pia katika mpango huu UN ndio itaoversee uingizwaji wa misaada katika eneo la Gaza. Pointi namba 7, Hamas wakubali yaishe, waachie silaha zao zote, wa disarm na kuondoka katika eneo la Gaza. Watapewa safe passage, waondoke wakaendelea na maisha yao huko watakotaka. Hizo ni point 7 ambazo nimezichagua tu randomly. Conditions zilizokuwa set katika mpango huu wa point 20 ni ngumu sana kwa upande wa Hamas, lakini hawana budi kukubali. Kama watakataa, Israel na Rais Donald Trump watatumia kama political cover ya kutafuta support ya kimataifa kwamba tulikuwa na solution ya kumaliza vita, lakini kimsingi Hamas wamekataa, kwa hiyo tunaendelea na vita. Kwa hiyo kwa maneno machache, kinachotafutwa sasa ni legitimacy ya kuendeleza hii vita, kwa sababu mpaka sasa mataifa mengi yalikuwa yameacha kusupport vita hii. Lakini kama Hamas watakataa mpango huu, maana yake ni kwamba Israel itakuwa na legitimacy ya kuendeleza vita, kwamba tumejaribu kutafuta solution kwa njia ya amani lakini imeshindikana. Kitu cha msingi kukumbuka ni kwamba hakuna security guarantees zozote zilizotolewa kwa upande wa Gaza. Baada ya kusaini makubaliano hayo, bado Israel inaweza ikarudi tena vitani na kusio kuna power yoyote kubwa ulimwenguni ya kuweza kusema umevunja makubaliano na sasa tunakuwajibisha. Tusubiri tuone Hamas watasemaje, lakini kimsingi solution ya kweli ya vita hii inatokana na ushirikishwaji sawa wa pande zote mbili. Yes, wakili Lucas Mueller, mpaka wakati mwingine.